mji wa Mombasa ambapo adhana yake husikika kila kona. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harufu ya mapochopocho ya kila aina husikika. Idadi kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu huadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na unyenyekevu. Mwezi wa rehma na toba umefika. Jiunge nami Catherine Kabiru ndani ya Ramadhan Series nikikuletea mafunzo ya dini. Mwezi wa Ramadhani huu ni mwezi wa kufanya ibada, sisi tukutane kule, hasa wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kutoka misikitini, sokoni hadi mitaani. Usikose kufuatilia mafunzo haya kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye YouTube na Facebook @Al-Shifa Media Kenya na Kate Kabiru. Waumini wa dini ya Kiislamu wanaadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na wanatumia mwezi huu kusali, kusaidia wengine na toba. Leo hii tuko na mgeni ambaye atatueleza zaidi kuhusu Ramadhani na kuweza kutupatia mafunzo kuhusu jinsi ambavyo Muislamu, muumini wa dini ya Kiislamu anastahili kukaa wakati huu wa Ramadhani. Na pengine tutaanza na ujitambulishe kwa majina na uweze kutufafanulia Ramadhani nini. Kwa jina naitwa Omar Abdallah, lakini maarufu najulikana kama Coach Omi, ni coach wa boxing all town. Saumu haikuanza wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imeanza hata mitume ya nyuma, ndio tukaambiwa sisi kwamba tumefaradhishiwa kufunga. Kabla watu waliokuwa nyuma pia walikuwa wamefaradhishiwa saumu, na lengo la saumu ni kujikaribisha na Mwenyezi Mungu ili upate uchaji Mungu. Hiyo ndio main point, uchaji Mungu ndio kila kitu. Na mwezi huu mnafunga, ni kufunga nini ambacho mnafunga? Kufunga ina mambo mengi sana. Maana kufunga si kufunga kula peke yake. Ni kufunga kila lile ambalo Mwenyezi Mungu alikukataza ulifanye, na kufanya kila lile Mwenyezi Mungu alikuamrisha wewe ulifanye. Maana kufunga ni kujizuia kula, kunywa, na masaa yake unapoanzia na pale utakapomalizia. Masaa yako wazi, kila mtu anayajua. Na kufunga kujizuia kula, kujizuia na starehe. Hata kama una mke wako ufai kulala naye mpaka yale masaa ulioruhusiwa. Naona kinyume na hao ukifanya takuwa hakuna funga. Na viko vitu ambavyo vinapelekea kuharibu funga yako, kama kusengenya na kutukana, unaona, kudhulumu, unaona, hivi vitu ambavyo vitaharibu saumu yako. So kufunga si kufunga kula na kunywa peke yake. Kuna vitu vingi ambao ni darasa nzima ambao mpaka ukipitia ukisoma utapata faida nyingi sana, ambao vitu gani ambao wewe umekatazwa kufunga, kwa sababu ni somo refu sana hili. Lakini main kufunga kujizuia kula, kunywa, ustarehe na mke wako isipokuwa ule muda ulioruhusiwa na Mwenyezi Mungu, na mengi kuiba, kudhulumu, kuzini, kunini, yote haya yamekatazwa. Na katika mwezi huu wa Ramadhani tunaona kuna wastahili kusali sana. Wastahili kusali, si ndivyo? Lakini wapata kuna yule mtu mwenye analala zaidi kuliko vile anastahili kusali. Je, hapo mbele kuna kitu ambacho anafaa kufanya? Funga bila swala. Wengine baadhi wa mashaikh wanasema kwamba funga ni nguzo yake na swala ni nguzo yake, lakini kwamba ibada zote zimefungana na swala. Kama huswali wewe, kwa sababu wasema as-salatu imaduddin, swala ndio nguzo ya dini. Atakaisimamisha swala na asimamisha nguzo ya dini. Nguzo tufahamu ni nini? Nguzo ni pila. Nyumba bila nguzo haiwezi kusimama. Kwa ibada nyingi zimefungika na swala. Itakuwa wewe upoteza nguvu zako, wewe wafunga lakini huswali, ni kama itakuwa tunasema abaa manthura, zile amali zako zote unarudishwa wewe mwenyewe. Kwa hivyo yatakaniwa Ramadhani ikifika, mtu tunasema unafunga kibobwe, yani unapinda kabisa zile ibada ambazo wewe siku zote unazifanya. Kama pengine wasoma Qur'ani kidogo, Ramadhani uzidishe. Kama swala za sunna ilikuwa uswali, Ramadhani uzidishe. Yani ndio funga yako ijulikane kwamba ni funga. Maana ni mwezi wa kuvuna
Shanifahamu, ni mwezi wa kutulilima huko miezi ya nyuma, sasa huku twavuna. Tufanye bidii kivyovyote, mtu tarawih usikose, sunna, Qur'ani kusoma, kutoa sadaka, yani khairi zote unazozijua zitakufanya basi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, watakaojitahidi sana umalizane nazo. Mwezi mtukufu wa Ramadhani una maana gani kwa Muislamu? Una maana kubwa sana. Una maana kubwa sana. Mwezi mtukufu wa Ramadhani una maana kubwa kwa sababu tunaelewa kwa Mwenyezi Mungu ukifanya jambo moja hulipwi moja, unalipwa 10. Ni moja kwa 10. Na jinsi Mwenyezi Mungu anavyotupenda sisi kwamba ukifanya jambo jema moja na kulipa 10, lakini ukifanya jambo ovu moja kulipi maovu 10 na kulipa ovu lile lile moja. Na ukiwa na nia ya kufanya jambo jema, Mwenyezi Mungu ashakuandikia thawabu kabla hujalifanya. Na ukitia nia kufanya jambo ovu, jambo baya, basi Mwenyezi Mungu hakuandikii dhambi mpaka ulifanye. Kwa una maana kubwa kwa sababu tunaona katika mwezi mtukufu wa Ramadhani thawabu unazozipata mwezi mtukufu si thawabu unazozipata kwa miezi mingine, unaona. So faida yake ni kuvuna zile khairi, yani zisikupite, ukamsikitini, kusoma Qur'ani, kutoa sadaka, zote hizo unalipo mara 2. Kwa hivyo una maana kubwa sana kwetu sisi. Tunatamani wengine sisi Ramadhani ingekuwa mwaka mzima. Na mwajiandaa vipi ili kuanza mfungo wa Ramadhani? Wale kujiandaa, watu wengi wada waona kujiandaa Ramadhani ni kuweka futari nyingi, vyakula vingi, lakini kujiandaa ni kujiandaa kifikra na imani. Vipi mimi nitakuwa karibu na Mwenyezi Mungu? Vipi mimi nitapata maghfira? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ni hasara kubwa kwa yule mtu ambao Ramadhani itamuingilia na alafu asisamehe madhambi yake. Hii ni hasara kubwa sana. Maana itakuwa kama umepanda mti wa mwembe, ukatikisa ile maembe ukateremsha chini yote, alafu ukashika njia ukaenda zako. Ni kwamba una hasara tu. Maana mwezi mtukufu ambao watu wasamehewa, wala watu waleta maghfira, alafu wewe usisamehewe, basi ni hasara kubwa sana. Sasa kujiandaa katika Ramadhani lazima ujiandae kifikra. Vipi mwaka jana Ramadhani yangu ilikuwa vipi, na mwaka huu nitaongeza speed gani ya kujikurubisha na Mwenyezi Mungu? Kujiandaa nadhani ni kifikra na imani. Funga ya Ramadhani ina umuhimu gani katika imani na nidhamu ya kiroho? Funga ya Ramadhani ina umuhimu gani katika imani na kiroho? Funga ya Ramadhani kama tunavyosema, tukizungumza Ramadhani kama Ramadhani ina fadhila nyingi, tunasema ina mambo mengi sana. Manake pia inajaribu kutuleta karibu na watu. Ishaona mwenye uwezo wa kufuturisha na futurisha. Yani utapata hata kama kuna mtu watu wamekosana, watu wanajaribu kukutana because of Ramadhani. Unaona, inazidi kuleta watu karibu. Utaona hata ukienda misikitini nje watu wanafungwa madhini pamoja. Unaona, inajaribu kuleta Uislamu karibu sana. Utapata hata kuna baadhi ya wasoko Waislamu wengi wameingia katika Uislamu kupata ile unity ya Waislamu, kukaa kula pamoja, kushare vitu pamoja, tajiri kumwangalia maskini. La ulimwengu utaishi hivi, hizi tabia ambazo Waislamu tuishi nazo Ramadhani iwe ndio system yetu ya maisha kila siku, basi Uislamu ungekuwa umepiga hatua pakubwa sana. Na lao hizi tabia tunazoishi nazo Ramadhani iwe ndio maisha yetu kila siku, basi tungefaidika pakubwa sana. Uhalifu ungekuwa umepungua, chuki zingepungua, wizi. Manake wewe watakuiba lakini wasema ndio Ramadhani, watakusengenya sema kwa sababu Ramadhani umenikataza. Kila unachokifanya wafikiria Ramadhani, kwa sababu kama ni dhambi kweli, na kama ni thawabu ni thawabu kweli. Kama unapopata thawabu nyingi Ramadhani, basi na dhambi pia utazipata nyingi ukifanya makosa Ramadhani. So inatujenga, inatunourish tabia zetu, ndio faida ya Ramadhani. Na kwa kufunga ni kina nani wanaruhusiwa kufunga? Kuanzia umri gani? Tunasema kufunga, unajua waweza kupata mtoto, tunasema mtoto akifika miaka 15 ndio anakuwa baligh. Anakuwa shafika adolescent stage. Lakini kuna baadhi ambao
wanakuwa adolescent stage kabla hata kufika 15 kulingana na afya zao. Unaona, ikiwa mtu katika Uislamu ni kitu mumayiz, mtu anajua kupambanua haki na batil, anajua this is right, this is wrong, tayari hapo wengine washaanzisha. Kama mimi mtoto wangu ana 11 years tayari ashaanza kufunga na anafunga mwezi mzima, unaona, na hajafika 15. Lakini sheria ya dini inasema mtu akifika 15 years and above sheria inamhusu sasa. Lakini kuna watu ambao wako chini ya 15 lakini tayari hawa ni watoto kujielewa, wajua baya, wajua zuri, wanajua kupambanua haki baina haki na batili, yani hii si sawa, hii ni sawa, wamekuwa matured mapema yani. Kwa hivyo wanastahili kufunga. Na iwapo mtu ako safari ya ndefu pia mtu akiwa kwenye safari dini imempa ruhusa kula, haijalishi safari ile na taklifu ni nzito ama si nzito, lakini sheria imemruhusu kula. Kwa sababu kuna mwingine utasema ya nini wewe kufunga wakati wa safari na ndege tu mkaa? Yeye nafsi yake akitaka kula ameruhusiwa, dini haina taklifu yani. Sema mwanamke haruhusiwi kufunga ikiwa ameingia katika siku zake, amepata ada yake ya mwezi. Mwanamke haruhusiwi kufunga kama ni 7 days, kama ni 6-4, kila mtu ana siku zake tofauti. So zile siku ambazo yeye ameingia katika ada yake haruhusiwi kufunga, lakini atalipa. Na kuna mgonjwa, kama mgonjwa pia na haruhusiwi kufunga kwa sababu italeta shida na afya yake, basi haruhusiwi. Na ikijulikana atafunga na atadhurika na afya yake, kwa kiasi dhambi kufunga. Ni makosa kufunga katika dini. Ni ugonjwa wote ule ama ni vile chronic diseases? Ni ugonjwa wote kulingana yule ugonjwa. Ikiwa wajuazi haumruhusu kufunga, lazima labda atumie dawa, lazima apate kula vizuri, afya yake boreke ugonjwa. Lakini Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua nia zetu. Sisi hatuwezi kujua kwamba wewe wastahiki kula ama usile. Wewe na Mwenyezi Mungu ndio siri, na daktari ndio ataprove kwamba wewe ufai kufunga, wafaa utumie wewe kwa medication. Unaona kitu kama hiyo. Ni changamoto zipi ambazo watu hupitia wakati wa Ramadhani na huwa mnazishinda vipi? Changamoto kusema ukweli, labda tuseme social media hizi, watu badala ya kushika misahafu wengine waingia kwenye social media kupoteza wakati. Unaona, hizo ni changamoto binafsi za kila mtu, lakini sizungumzi jamii kila mtu, lakini changamoto zinakuwa mara nyingi vitu kama hivyo, yani kupoteza wakati pengine, au mtu kukaa mahali hamuna la kufanya, au changamoto nyingine kutembea pengine town na pana watu ambao si Waislamu mavazi yao, au sengine tourist wakiingia, kama sisi tuko Mombasa Old Town huku, watalii kutembea wakiwa uchi, na kuwa sio katika desturi zetu, si katika mila zetu. Uislamu hauruhusu vile. Ile kuna changamoto ndogo zile, lakini wewe mwenyewe pia waweza overcome zile changamoto, kupambana na imani yako ukaziepuka. Hakuna ambao lashindikana. Ramadhani huchangia vipi kuimarisha mshikamano kati ya familia na jamii? Kama tulivyosema, Ramadhani ni mwezi wa kuvuna. Kwa hivyo mara nyingi utapata wale waliokosana, mtu utapata kuambiwa wewe ufunga vipi wakati umekosana na mwenzako. Unaona, unarudi pale mnaombana msamaha. Hilo la kwanza. La pili, utaona Ramadhani family nyingi wanapofuturu wapenda kualika watu, family get together. Unaona, ili inajaribu kutuweka pamoja. Unaona, nadra sana, ngumu sana kupata Ramadhani labda watu wakifuturu wao peke yao, lakini utapata invitation kila mahali. Labda kuna sehemu kama juzi ulifanywa iftar pale mapembeni, naona umoja wa Uislamu kitu kimoja, na kuna mewa wale pia walifanya iftari yao. Na kuna baadhi ya watu wanakwenda kufuturu na mayatima,
Huu ndio umoja ambao tunauzungumza. Ndio maana nikakwambia dao hizi tabia tunazoishi ndani nazo Ramadhani, ingekuwa tuishi nazo kila siku, basi tungepiga hatua sana jamii. Ingekuwa ni mfano mzuri sana kwa jamii yetu. Tunaona hata mimi kuna swala ambalo nalizungumzia sana mara nyingi. Hii Ramadhani utapata orphanage nyingi zinapelekewa misaada, chakula, watu wengi ambao wako mbali, sehemu watu hawafiki na wakawafikia. Lao ingekuwa kuna system, hata Ramadhani ikiisha hawa watu wanapelekewa misaada vile vile, isiwe mwezi mmoja peke yake. Ndio maana nikasema Ramadhani ingekuwa maisha tunaoishi Ramadhani ndio maisha tunaoishi kila siku, basi tungepiga hatua sana katika hii dunia. Mapenzi yangekuwa juu zaidi. Lakini Ramadhani ikiisha, mayatima, wasiojiweza, unaona kidogo wanasahauliwa. Lazima tuwe na system ambayo tutawakumbuka hata Ramadhani ikiisha. Na kwa nini kutoa sadaka na kusaidia wahitaji kuna sisitizo wakati huu wa Ramadhani? Sadaka inalinda mambo mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lindeni mali zenu, mili yenu kwa kutoa sadaka. Sadaka ina kuhifadhi wewe kwa mambo unaoyaona na usioyaona. Kwa sababu wewe unaona unapambana peke yako, lakini nyuma kuna watu wengi wamekuzunguka wewe. Sio kila anayekuchekea, sio kila anayekupigia makofi kwamba anakupendelea unaoyafanya. Unaona? Na sio kila anayekutania ukaona anakutania. Maana yake tunasema ukweli wa watu wengine utokana na matani yao. Ndoweza kuambia neno uzito, lakini amekwambia kwa njia ya kucheka, wewe ukachukulia ni matani, kumbe sio matani. Kama amekusudia kukwambia lile neno, lakini ameleta kwa njia ya utani. Unaona? So sadaka inahifadhi vitu kama hivyo. Kuna mtu unakaa naye meza moja, unalala naye, unaamka naye, lakini yeye ndo mbaya zaidi. Na hakuna mtu atakayekudhuru wewe kama mtu hakujui. Anayekudhuru wewe ni yule mtu anayekujua. Hata Nabii Yusuf pia na alidhuriwa na ndugu zake. Unaona? Ndio babake akamwambia, ya bunayya, mwanangu, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, usiwahadisie hii ndoto ndugu zako wewe. Hakumwambia majirani zako, hakumwambia rafiki zako, alimwambia ndugu zako. Kwa hivyo hata family ndio wanakujua wewe zaidi, basi ile hasad inaanza na familia yako, watu walio karibu na wewe. Na mtu atakuhusudu vipi, mtu atakuchukia vipi, mtu atakuwa na kijicho na wewe vipi kwa hakujui. Kwa anayekujua ndio atakutafuna zaidi. Kwa hivyo vitu vile vinafanya kustirika kwako ni kutoa zile sadaka, ndio inakulinda wewe. Na hakuna anayekuwa maskini kwa kutoa. The more you give, the more you receive. Shanifahamu. So kutoa ina siri kubwa sana. Kutoa inakustiri na mambo mengi sana. Kwa pengine ukifika huku upate jambo litakufika, lakini kwa sababu umetoa Mwenyezi Mungu anakuepusha. Naona. So inakuwa hivyo, sadaka inalinda mambo mengi. Na kutoa sadaka ni fedha ama ni sadaka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake asema kullu ma'rufin sadaka, kila jambo jema ni sadaka. Haimaanishi sadaka lazima iwe pesa. Kila jambo jema, hata mimi kukupa wewe smile ni sadaka. Kupita njiani nikaona ganda la ndizi pale, mtu akipita atalikanyaga nikaliondoa, sadaka. Kuona jiwe mahali ili pengine kuna mtu atajigonga nalo nikaliondoa, ni sadaka. So jema lolote unalofikiria katika akili jema, basi ukilifanya ni sadaka. Si lazima pesa, si lazima nguvu, si lazima chochote. Jambo jema lolote ambalo litamridhisha Mwenyezi Mungu, sio mwanadamu, Mungu, na ukalifanya ni sadaka. Wakati huu wa Ramadhani unaanga tende zimekuwa vingi sana sokoni. Tende umuhimu wake ni wanasema sunna, fungwa na tende. Sina uhakika na hiyo hadithi kama ni kweli ni sunna au si sunna. Allah alam. Kama maana kwamba kuna vitu vingine vinataka elimu zaidi. Mimi sina elimu hivyo, lakini ninavyosikia kwamba tende, kufungwa na tende ni sunna. Na tende ina vitu vingi ambavyo vasaidia katika mwili, na ina faida nyingi katika mwili tena. Na katika jamii kuna zile mila na desturi ambazo watu hufanya wakati wa Ramadhani. Mila na desturi, kusema kweli, ukija katika dini kufuata mila katika Uislamu haijakatazwa, ila tu ile mila yako isitofautiane na dini. Watu wakatazi kufuata culture zao, lakini unaangalia ile culture kwanza
kabla kufanya hii culture, unaangalia hii culture yangu mimi nikiifanya, je, Mwenyezi Mungu yuko radhi na hii culture? Ikiwa Mwenyezi Mungu yuko against na ile culture, achana na culture, fuata Mungu anavyosema. Lakini ikiwa ile culture yako haipingani na dini, waweza kufuata culture. Ushanifahamu? Lakini kama culture yako yapingana na dini, wacha culture, fuata Mungu anavyosema. Unaona, utaona kuna vitu vinavyofanywa watu labda usiku kuzunguka kupiga matwari ile wengine wasema madufu majumbani, kuamsha watu kwenye kula daku. Sasa wengine wanachukua kama ni culture, lakini je, culture ile yapendeza? Kuna watu wagonjwa majumbani, kuna watu watumia dawa, kuna watoto wachanga wadogo wamelala pale, nyinyi mkipiga madufu yale matwari, inakuwa mnaamsha watu, mnakera watu. So hatuwezi kusema zile culture zitapendeza. No. Una culture ambazo watu wamezuia huko mitaani kucheza keram. Shanifahamu, sio? Wacheza keram, swala imefika time ya kuswali, lakini hujamaliza. Sio kwamba mtavunja, hamtovunja. Alafu pale keram itaweka pale masaa mingi. Instead ya kucheza ile keram, labda ilikuwa mshikie Qur'ani, msome, uchukue tasbih, uvute uradi, umtaje Mungu saa zote, lakini wewe uko pale you're wasting time kucheza keram, wakati ile keram haikupi chochote, haikufaidishi, haikunufaishi, bali ni hasara tu. Ndio unaangalia ile culture yenyewe katika Uislamu. Je, Mungu ameridhia hii culture? Ndio ameridhia, go on, waweza kuifanya culture yako. Lakini ukiona hii culture Mwenyezi Mungu hajaipenda, iko kunyuma na mafundisho ya Mwenyezi Mungu, acha culture, fuata Mwenyezi Mungu asema nini. Kitu ambacho mimi na insist sana ni kuwa watu waishi haya maisha tunaoishi katika Ramadhani, tujaribu tuishi maisha haya kila siku, isiwe Ramadhani peke yake. Especially nikizungumza hivi, nazungumza kwa watu ambao wasojiweza. Sasa hii nakwambia kuna watu mahali wafika, nikiangalia zile video, watu hawajawahi kufika na wamefikia watu kwenda kuwasaidia. Lakini nikisema ukiwapa bag moja ya ration ile, haiwezi kuatimiza hata mwezi mmoja mzima. What about miezi mingine? Huo mwezi mmoja tu wa sadaka, kila nyumba amepewa bagi moja, unga, mafuta, unga labda packet 2, mafuta 5 lita, mchele kilo 5, sukari kilo 5, ile huwezi kumaliza nao hata miezi miwili. Unaona? So lazima kutafuta system ambayo kana na kuwapelekea hawa misaada ya vyakula, lazima watu watafute njia ambazo wale watapata labda zile income ya kuwaingizia kila siku au kila mwezi. Unaona, lakini msaada wa siku moja alafu tena miezi 11 hatuwajui tena waishi vipi wale. Mimi haina sipingi hao wanaoyafanya Ramadhani, ni jambo zuri, Allah atakabalie, awajalie hivyo hivyo mioyo, hata kama mwezi mmoja pia ndio uwezo wao kuwasaidia watu na wawasaidie. Lakini najaribu kusema tujiongeze na tuwafikirie, na wako watu ambao miezi mingine wao wanaendelea, kwa sababu kuna vituo vya mayatima wao wanavifuatilia kila leo, misaada yanapelekwa, unaona. Lakini kuna hizi vijiji, saa nyingine watu wanapelekwa vijijini, nazungumza vitu kama vile, ili watu waendelee kuwasaidia hata miezi ambayo sio Ramadhani, kwa sababu wema usibakie Ramadhani pekee yake, wema uendelee. Na nasema Ramadhani inakubalika. Ramadhani, ukitaka kujua Ramadhani yako imekubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuangalia baada ya Ramadhani ishaisha, je, Ramadhani imekubadilisha vipi wewe? Imekubadilisha vipi? Sign ya kujua Ramadhani yako imekubalika, hiyo ni siri ya Mwenyezi Mungu, akituzungumza sign ya kuona kwamba wewe Ramadhani ndio huyu imembadilisha. Ulikuwa wazini sana na wanawake saa zote, sasa umeacha kabisa. Ulikuwa mwizi, umeacha. Ulikuwa wewe pengine watumia uraibu. Kuna watu hawatumii mirungi, hawatumii sigara Ramadhani. Wai Ramadhani peke yake. Mungu pia Ramadhani kisha atakuwepo. Unaona? So ataka Ramadhani kisha kujijua kwamba wewe umekubaliwa funga zako, ni kuangalia tabia zako waishi vipi. Bado ni zile chafu, ama Ramadhani tumepumzika kwa sababu Ramadhani kisha utaendelea na mambo yako. Ramadhani kisha sikuendelea na yale mambo yangu, nimekuwa mtu tofauti, Ramadhani imeninyosha, imenirekebisha, basi pale ndio dalili ya kujua Ramadhani yako kidogo ina natija yani.
Kaka, una swali? Ni ujumbe gani ungependa kuambia Waislamu na wasio Waislamu wakati huu wa Ramadhani? Ujumbe ambao mimi nataka kutoa kwa Waislamu na wasio Waislamu, especially kwa Waislamu, kwa kutokuwa na kwa wale ambao sio Waislamu. Sisi Waislamu ni ambassador wa Uislamu, ama ni role models tuseme. Jinsi tunavyoishi saa nyingine sisi ndio tuna represent Uislamu. Kwa hivyo tabia zetu tutafanya wenzetu waje katika Uislamu. Unaona, tabia njema, kuishi na watu vizuri. Na ukiishi katika maisha mabaya, mpaka ule asokuwa Muislamu atautafsiri Uislamu kwa njia kupitia wewe. Akiona wewe Muislamu waiba, atasema Waislamu wote wako hivyo. Waislamu leo tumepa kwa tope kwenye social media, tumeonekana sisi ndio magaidi. Sio kweli. Sasa ulimwengu umeanza kuona magaidi ni kina nani. Unaona, social media ndio imetupaka tope sana. Kila mtu anaamini hivyo, lakini labda nikuulize wewe, una marafiki ngapi wa Kiislamu? Yuko mmoja ashakwambia mimi nitakuua wewe ndio nipate pepo. So unaona kuna vitu watu wanakuja na fikra zao sio mafunzo ya Uislamu. So sisi tuishi na wenzetu vizuri. Kuna watu wanaingia katika Uislamu kupitia tabia za mtu. Hajaambiwa Qur'an, hajasomewa Qur'an, hajaambiwa kusoma mambo ya Mtume Muhammad, ameona tu tabia za huyu akapendezwa, akasema mimi nataka kuwa Muislamu kwa sababu ya tabia za huyu. Kwa hivyo sisi Waislamu tutaka tuishi na wasoko Waislamu kwa tabia nzuri. Let's be the best example kwa wasoko Waislamu, waone uzuri wa Uislamu ni nini. Majumbani mwetu tuishi na wafanyikazi ambao sio Waislamu. Ni vizuri sana kuwa treat wale kulingana na Uislamu unavyosema. Utakuja kumtreat mfanyikazi ndani ya nyumba mpaka hisi mimi sitaki kufanya kazi kwa Waislamu. Na hizi ziko nyingi sana. Na kuna watu ambao wamekaa na wafanyikazi mpaka wakaslimu pale pale. Mimi kwetu wenyewe sijui, lakini tuna wafanyikazi wawili, lakini tuseme hawa wamenukia kuwa ni Waislamu. Mimi nikijua ni Waislamu wa Kristo. Mmoja shafariki na mmoja bado yuko hai, lakini wamekuwa watu wazima sana. Na mpaka leo wako nyumbani, mpaka wao walikuwa wafanyikazi mpaka ikawa si wafanyikazi tena sasa. Wamekuwa kama ni part of family. Sasa wao ndio wanatutuma sisi na tunawasikiza na tunawaheshimu. So tabia zetu ndio zitawakilisha Uislamu. Kiona tabia nzuri ndio watu watajua. Maana kuna mtu ataona Muislamu yampiga mtu panga, atasema angalia Uislamu ulivyo. Lakini hawa watu wote wanaofanya maovu hawa represent Uislamu, na represent nafsi yao. Ukiona jambo lolote usiangalie Muislamu, angalia Uislamu wasema nini. Kupitia kwenye mahojiano haya tumeweza kujua mengi kuhusu wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeweza kujua si chakula tu ambacho anafunga wala maji, tumeweza kujua ni vitu vingi ambavyo mtu anastahili kufunga, na pia sadaka si kutoa fedha, bali kila jambo jema ambalo unafanya ni sadaka. Kumbuka kusubscribe to our channel, like, share, comment. Umekuwa nami Catherine Kabiru na mgeni wangu amekuwa Coach Omi.